Kwa sauti yenye kusikika wewe mwandishi. Sawa? Katika kuyapata mafanikio ya kitaaluma, basi neno ujifunzaji halitakuwa mbali na anayejifunza jambo fulani ili kulifahamu na kupata ubobevu wa jambo hilo. Ilikuwa Ijumaa ya tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Ilikuwa siku iliyobeba ufahari wa taaluma ya uandishi wa habari na utangazaji kwa wanafunzi wa diploma mwaka wa kwanza katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko, kwani ilikuwa ni siku ya wanafunzi hao kusafiri kutoka chuoni hapo kuelekea jijini Dar es Salaam katika kituo cha kurusha matangazo Clouds Media Group kwa ajili ya kujifunza shughuli mbalimbali za kihabari pamoja na maendeleo ya teknolojia ya vifaa vinavyotumika kurusha matangazo ya moja kwa moja kutoka kituoni hapo. Majira ya saa 3:25 usiku ilikuwa ndio mwanzo wa matumaini ya kukamilisha azimio lao, kwani ndipo muda ambao safari yao ilianza. Na mdogo mdogo walianza kuuacha mji wa Dodoma, na kwa kuwa ilikuwa usiku, basi walitakiwa safari njema yenye mafanikio na taa zenye kuangazia nuru yake katika mji huo wa Dodoma. Nyimbo, maneno yaliyokithiri utani yalitambulisha kiwango cha furaha waliokuwa nayo wanafunzi hao, huku kila mmoja akiwa na shauku ya kukutana na watangazaji maarufu wanaopatikana katika kituo hicho. Usiku kucha bila kuchoka, na badala yake kuchangamka kutokana na shangwe la taa za barabarani zilizopo katika miji iliyo kando mwa barabara kuu inayoelekea jijini Dar es Salaam. Baadhi yao waliweza kushuhudia safari, lakini kwa kukosa vibe la usiku kucha, na wengine walistuka wameshaingia ndani ya jiji la Dar es Salaam majira ya saa 12:15 asubuhi. Stendi ya hayati Rais Dr. Magufuli iliwakumbusha wanafunzi hao majukumu ya kamera zilizopo katika simu zao, hivyo kuwafanya wenyeji na wageni wa jiji hilo kuchukua video fupi zilizoonyesha majengo makubwa yaliyo ndani ya jiji hilo, kuanzia maeneo ya Kimara hadi walipofika katika mitaa ya Mikocheni, ambapo walipata wasaa wa kupumzika, kubadili nguo na kupata kifungua kinywa. Ilipojiri saa 3 kamili asubuhi, waliingia katika usafiri wao kisha kukifuata kituo cha Clouds Media Group chenye makazi yake ndani ya mitaa ya Mikocheni jijini humo. Na ilipohitimu saa 4 asubuhi, walifika katika viwanja vya kujidai vya Clouds Media na walipokelewa na mmoja wa crew kituoni hapo, Jerome Risasi, ambaye alijitambulisha kama mhariri mkuu msaidizi wa habari kituoni hapo, Hapa leo nitazungumza na nyie kama mratibu wa mafunzo. Lakini kazi yangu kubwa mimi ni mhariri mkuu msaidizi wa Clouds Media. Yaani ndo kazi niliyoipa. Na kuanzia hapo rasmi mafunzo yakaanza, huku yakitanguliwa na historia ya kituo hicho. Jerome, ambaye kwa upande mwingine ndiye mratibu wa mafunzo kituoni hapo, alianza kwa kusema kuwa ifikapo tarehe 2 Disemba 2025 kituo hicho kinafikisha jumla ya miaka 26 tangu kuanzishwa kwake. Hivyo kituo hicho kilianzishwa mnamo mwaka 1999 chini ya kampuni ya Clouds Entertainment Company Limited, ikitokana na Mawingu Studio chini ya CEO wake Joseph Kusaga akiwa na umri wa miaka 23, huku wazo la kuanzisha redio likitoka kwa Ruge Mutahaba, lakini sapoti kubwa ya kuanzishwa kwa kituo hicho ikitoka kwa baba mzazi wa Joseph Kusaga, Mzee Kusaga. Na mara baada ya historia hiyo fupi, aliruhusu maswali toka kwa wanafunzi hao, na hayo yote yalifanyika wakiwa studio floor. Na baada ya kutamatisha zoezi hilo, Jerome alianza kuwatembeza katika maeneo mengine ya kituo hicho. Au mwanzilishaji wetu Joseph Kusaga, yeye alikuwa disco joker, DJ. Yaani alikuwa DJ kabisa. Anaenda kwenye kumbi mbalimbali anapiga disco. Sawa? Sasa katika kupiga disco akakutana na Ruge Mutahaba marehemu. Ruge Mutahaba akamwambia, hii disco tu unayoifanya bila kuwa na kituo cha radio hautofika mbali. Na Ruge alipata uzoefu, alikuwa anaishi Marekani na babake. Babake alikuwa profesa anafundisha Marekani, chuo kikuu cha Harvard. Kwa hiyo alikuwa anaishi kule. Sasa akiwa kula kaa naona watu wengi wenye madisco wana vituo vya radio. Akamshawishi aende kwa baba yake akakope hela. Hayo mambo yanafanyika wakiwa na umri wa miaka 23 kuelekea 24, 25 kipindi hicho. Fikiria kijana wa miaka 23 anaenda kumkopa baba yake hela. Na sio 10,000, ni milioni kuanzia 20 kuendelea mbele.
Lipo mpaka leo mtaa wa Samora. Jengo la kitega uchumi, jengo la shirika la bima la taifa. Lipo. Ndio wakaanzisha studio mle. Ndipo Clouds FM ilipoanza. Miaka 25 iliyopita. Sisemi 26 kwa sababu hajafika. Miaka 25 iliyopita. Hivyo ndivyo ilivyoanza, kuanzia mtaji, kuanzia wazo lilipatikana vipi. Wakianzia kwenye vyumba viwili, kimoja kikiwa studio, kimoja kikiwa chumba cha mitambo. Wafanyakazi walikuwa wanakutana wapi? Kantini. Pale chini kulikuwa kuna kantini. Kama kuna mtu ana swali. Walifanikiwa kuingia katika chumba cha kurushia matangazo ya television na walipata wasaa wa kujifunza namna wanavyofanya kazi. Kisha walielekea katika chumba cha redio. Walishuhudia ubora na muonekano mzuri wa chumba cha redio, huku mapinduzi ya teknolojia ya kamera za kisasa yakiwaacha na mshangao, ikiwa ni pamoja na burudani fupi ya muziki walioipata katika eneo hilo. Mara baada ya kutoka katika chumba cha redio, walielekea katika chumba cha kurekodia matangazo, kisha wakaelekea newsroom na chumba cha maandalizi kuelekea katika kipindi, na baadaye walipata wasaa wa kupiga picha katika eneo ambalo limebeba utambulisho wa kituo hicho. Na ndipo ilipofika tamati ya mafunzo hayo, huku kila mmoja akiwa amepata uelewa wa alichohitaji kujifunza. Waliagana na mwenyeji wao ambaye ndiye aliwapatia mafunzo, ndugu Jerome Risas, kisha kuanza safari kutoka kituoni hapo. Walipotoka katika kituo cha Clouds Media Group, moja kwa moja safari yao ilielekea katika fukwe za bahari ya Hindi, huko ambapo walikwenda kufurahi kubarizi pepo za fukwe hizo. Na mara baada ya kutamatisha zoezi hilo, moja kwa moja walielekea katika nyumba za wageni kupumzika na kisha kufanya maandalizi yao kwa ajili ya safari iliyofanyika siku iliyofuata ya Jumapili alfajiri ya kurejea katika mkoa wa Dodoma. Ilipofika alfajiri ya Jumapili, wote walikuwa tayari wameshafanya maandalizi na wote waliingia katika chombo chao cha usafiri na kuelekea katika baadhi ya maeneo, ambapo walielekea katika jengo la Mlimani City, hapo ambapo walikaa kwa muda mchache. Baadhi yao walifanikiwa kuingia ndani ya jengo hilo kuangalia mandhari, na wengine hata kutoka na chochote kitu katika eneo hilo. Na mara baada ya kutamatisha zoezi hilo, moja kwa moja waliingia kwenye usafiri kisha kuanza safari yao kuitafuta Morogoro, ambapo njia nzima zilikuwa ni stori za matukio yaliyokwisha fanyika katika muda ambao walikuwa jijini Dar es Salaam. Ngoja tusiende mbali. Neema Nkinga simama. Neema Nkinga simama. Nikuonyeshe bala. Neema Nkinga. Miongoni mwa vivutio vichache vilivyowavutia ni pamoja na foreni na namna wafanyabiashara wa miji iliyoko kando mwa barabara hiyo walivyokuwa wakifanya biashara, hata wengine kusimama katikati mwa barabara wakifanya biashara zao. Waliingia mjini Morogoro, ambapo walipata wasaa wa kupata chakula cha mchana na kisha kurejea kwenye usafiri wao kwa ajili ya kumalizia safari kufika jijini Dodoma. Wakiwa Morogoro, moja ya wanafamilia ambaye aliwahi kupita katika viwanja vya chuo hicho cha utangazaji na uandishi wa habari Domeko, ndugu Pablo, alijumuika nao katika safari hiyo kwa umbali mchache mno, huku akichangia ongezeko la vicheko, stori za hapa na pale, pamoja na burudani fupi ikiwemo nyimbo, huku wengi wakivutiwa na uwepo wake katika safari ile. Walitia nanga katika viwanja vya chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko mjini Dodoma, na mara baada ya hapo walitawanyika, huku wengine wakielekea majumbani kwao na wengine wakielekea katika hosteli za chuo hicho. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Samangwana Ibrahim wa Dodoma Media College.